Hi guys, so leo nataka kuongea juu ya demand and supply and how ina intersect na government policy. But before I go any further, kama mko in the market for an electric car ama any unataka ku switch to an electric car, unaweza reach out to us na tunaweza kupea the option that best fits you. Na ukiangalia demand and supply, kuna hii policy ya Ruto, President Ruto ambayo inaitwa housing, affordable housing. So one of the things ambazo nili criticize about this there are so many things nili criticize about the policy itself, but nataka kuangalia unintended consequence of your policy. So ukiangalia the price and the product nataka kutumia ku explain that point ni the price of cement, na nitatumia kitu ambayo inaitwa like comparative statistics. So ukiangalia 2022 the price of cement at around 2022 utapata that ilikuwa ina rated at around 600 to 700 Kenya shillings. 2022, for those who don't remember, ndio the time President Ruto alikam to power. So hiyo ilikuwa 2022. Ukiangalia Tanzania that same time simiti ilikuwa ina rated at around 950 Kenya shillings. That is ukiangalia transfer ya pesa na nini. So in fact one of the biggest things ambayo ilikuwa ina happen at that time ni that opposition parties za Tanzania walikuwa na complain that Tanzania inaforsiwa kubuy more expensive cement from Tanzania, yet wanaweza get a better price from Kenya. So that was one of the discussions in Tanzanian parliament. So fast forward for the next 2 or 3 years, ukiangalia 2023, by 2023 the price ilikuwa imeshuta, but it was almost now similar. Umeanza sasa kukaribiana. Kenya was at first cheaper, now it was around similar. By 2024 Tanzania ilikuwa imeinvert. Tanzania ilikuwa imekuwa a lot more cheaper than Kenyan cement. So kitu ambayo ilikuwa ina happen at that time, na hiyo ndio ilikuwa like one of the criticisms. Unaona hiyo policy haiendi ku stimulate production. Like the policy ambayo wamepass ama wanasusia haikuwa like okay, let us build capacity to produce more cement. Hapana. Policy yao ilikuwa like let's consume more cement. Na kwa wale like maybe wafolengi like a lot of economics ama nini, kukiwa na a lot more demand than supply ya kitu, price ya hiyo kitu tends to go a lot higher as ilikuwa before. Hiyo inakuanga almost like economics 101, that demand ya kitu ikipanda yet supply may remain the same, utapata that price ina shoot up. So ukiangalia supply ya Kenya, supply every year per year imekuwa ikipanda, yet demand imekuwa ikipanda, yet supply ime remain haija keep up relatively the same to the supply. Na hiyo ndio the thing about especially kama policy makers, unafaa ku take into account that there is an unintended consequence of wewe kupass a certain policy. So hiyo ndio one of the biggest criticisms. So an average person kama hasa mimi ama wewe ukienda kubuild sasa in anything that you want, sema uko na nyumba yako ama unataka kufanya renovation ama nini, it's a little bit more expensive now than it was in 2025. Yet kama wange stimulate the supply side of cement making ama steel making, you inge bring the price of your product chini. Na hiyo ndio my almost my biggest criticism na most of these policies ambazo zinapitishangwa. They tend to bring the price of Kenya tunata the product ambazo zinamitiwa in the market zina pushing higher by wao wana increase to demand. So hiyo ndio some of the things I think we really need to move forward to take in mind, especially now that watu wameanza kuongea about policies na how zina interpretiwa ama zina affect people in everyday life.